Okay, tukiwa mashariki mwa Kongo DRC, mkoa wa Kivu ya Kusini, ndani ya tarafa la Fizi. Leo tuko direct mjini Baraka, na nafikiri kabisa mbele ya kamera siko mwenyewe, linaye mnyama mkali kabisa, Alidor, moja kati ya wanamuziki wakubwa kabisa kwenye kipengele cha hip hop. Basi cha kwanza hatakwenda tu kuwasalimu nyinyi watazamaji pamoja na mashabiki zake. Jambo. Shwari sana mzee. Na pengine ungesema majina yako hata kama nimeshayasema mbele ya mashabiki zako. Jina langu halisi hapa julikana hapa Baraka wanita Alidor never die, Young of City Connection. Asante sana. Okay, pengine watazamaji wangetaka kujua Alidor ni msanii anayefanya kazi yake kwenye kipengele gani cha muziki? Mimi nafanya Afrobeat, nafanya R&B. R&B yani Afrobeat ndio muziki mimi nafanya. Ndio muziki ambao unafanya? Yes. Mbona kwenye taslia ya watu wanajua kuwa wewe ni mwanamuziki wa hip hop? Unajua watu wanaweza jua hivi sababu mimi kimuziki nilianza kwanza hip hop. So nilikiaona hip hop, kutoka kwa hip hop ni nguvu sana, ninaomba kazi sana. Nikabadilisha ndio nikaanza fa Afrobeat. Yani mpaka hivi niko nafanya Afrobeat. Na pengine tuulize, muziki wako uliuanzia wapi? Uliuanzia hapa tarafani Fizi, haiza ulianza kando mwa hapa tarafani Fizi? Yes, ni sikuanzia hapa tarafani Fizi. So nilianzia huko Nord Kivu. Naam. Sababu mimi nimekomalia huko Mabeni. Naam. Na nimezaliwa huko. Yes. Nimezaliwa Beni huko ndio nimeanza muziki wangu. Okay, pengine tungetaka kujua huko Beni ni kipi ambacho kilikukonvince mpaka wewe uingie kwenye fani ya muziki? Unajua muziki kwanza nilikiajiona ke napima muziki, naweza muziki. Na nikaona pana gisi naishi na wajamaa wengine wanafanya muziki nini, majamaa zangu. Siwezi jishi hivi afu na mimi nijitume kwa kufanya muziki, afu nikajituma huko muziki. Nilifanya kazi na jamaa wanaitwa Demba. Huyu brother wanamjua, walimba shanzo kama Shevale. Ni brother mwananijua mimi Alidoro sana kitambo sana Mr Poa. Eric Makasi, Debagura Kakwangura, yani mimi nimefanya sana wa legend sana wa huko Nord Kivu kazi. Naam, tokea umekuwa hapa ndani ya mji wa Baraka, nafikiri kabisa uliendelea tu kabisa kufanya muziki wako hukukata tamaa. Hivi hapa Baraka una kazi ngapi za muziki ambazo umeshawahi kuzifanya? Hapa Baraka nina kazi nyingi tu tayari nimefanya. Ila kuna tayari muziki fulani yenye imenitoa na ikanipatia jina hapa Baraka. Naam, kama muziki gani? Kama Haki ya Mlemavu. Naam. Kama Zai. Naam. Kama Wanjaka. Naam. Yani ni kazi tu zilifanya vizuri, na hivi mpaka leo nina kazi mpya sana ninaofanya, titre ile ngoma wanaita Level. Asante sana. Tuzungumzie kuhusiana na faida ya muziki. Na hivi katika uimbaji wako wa muziki, faida gani ambazo unazipata kwenye muziki wako? Unajua ni faida yenyewe ya muziki huku tarafani Fizi. Tunajua muziki huku kwetu ingali bado chini sana. Naam. So kupata kazi, faida ya muziki ingali vitu vingali ngumu zaidi sababu support ingali chini sana. Ila nina watu wanao ni support kidogo sawa, wale wa Jepade. Hao ni fazio hiyo hit song hiyo Haki ya Mlemavu. Hawanipatie kidogo ya kunisaidia kimaisha yani, ili uprove muziki wako. Yes. Naam, hivi una ndoto ya kuja kuwa kama nani kwenye maisha yako ya muziki? Mimi napasha pia nikuwa hata kama Mbosso. Naam. Yani unamkubali sana Mbosso? Ndio mtu mimi nafuatilia sana yani Mbosso. Naam, ni kipi ambacho kilikukonvince kwa Mbosso mpaka umfuatilie sana au role model wako? Ile ngoma yake yenye alipiga Watakubali. Naam. Asalale Mungu kaninyima upole. Naam. Ali yangu majalala walinilongoza upole. Naam. Tamino Mbagala ofisi ajilandole. Na wavalisha mafala wajinga wa kuja bongo wageni wada. Yani hiyo ni muziki yani nilikosha sana. Yani huo ndo muziki ambao ulikuprove wewe mpaka role model wako hawe ni Mbosso kana kabisa. Yes. Asante sana Alidor. Ni ndugu mpenzi mtazamaji wetu, endelea tu kusubscribe, kulike na kushare kwenye channel zetu ili wa kwanza kabisa kupata vigagamizi dondoo kutoka kwetu. Bonyeza alama ya kengele uwe mara moja kabisa. Niko naye Alidor na bado hatujafika tamati. Endelea tu kutufuatilia. Alidor.
Basi tuzungumzie kuhusu maisha ya uhalisi ya wasanii wengine hapa ndani ya mji wa Baraka. Hivi ni msanii yupi ambaye unamkubali sana hapa tarafani ndani ya mji wa Baraka? Unaona Baraka, so brother, mimi hakuna msanii mimi nakubali, sababu tarafani ya Fizi hakuja kwa star. Ila kuna waimbaji. Ndio mimi najua, sababu hakuna msanii mwenye anapasha kubali hapa Baraka. Sababu sijaona msanii mwenye anatoka na mwenye anafanya vitu venye vinaonesha huyu ni msanii anafanya vitu vya ajabu na unasema kweli huyu ni msanii. Sijawahi kumwona tangu nitoka Beni kukuja pa Baraka. Sijawahi ona star. Ila nimeona tu waimbaji. Yes. Yaani unataka kusema kuwa hapa hakuna msanii ambaye anaweza kafikia kwenye level yako? Yes. Apart level yangu, mimi napenda sema kimuziki tungana nafanya leo Baraka. Hatuya kuwa na level ya kusema ya kistar. Ila tungana level ya usanii, yani tunapiganisha, yani tuna force, sababu kesho watuite sama star, kesho waite mtu fulani hapa kutoke star, yani wa Baraka so desire wa tarafani ya Fizi. Ila mpaka hivi mimi hapa tarafani ya Fizi brother, sitakwambia hapa nakubali mtu fulani njoo anafanya vitu vya ajabu sana, njoo star, njoo legend wa ajabu. Sababu legend utaangalia vitu venye gisa anaishi maisha yake nini, utasema kweli ni legend. Sasa hapa mimi sijaona legend hapa Baraka. Na labda tuzungumzie upande wa collabo. Hivi ni msanii yupi wa kike ambaye umeshawahi kufanya naye collaboration hapa ndani ya mji wa Baraka? Hapa Baraka sijawahi fanya collaboration na msanii wa kike, ila nimeshafanya collaboration na msanii wa kiume. Naam, kama nani hivi? Tulifanya kazi na Babu Johnson. Yes. Hiyo kazi ilikuwa collab ya watu kama 5 hivi. Sababu ilikuwa wajamaa wawili wanatoka Bukavu. Na sisi watatu hapa Baraka, na sisi wawili tulikuwa wasanii hapa Baraka, na ule mwingine mmoja alikuwa kama management, sababu alitufanyia show moja fulani ilikuwa kwa Matata Beach. Ndio mwenisha fanya naye collaboration. Apart sasa sijawahi fanya collab na mtu yoyote. Labda tuzungumze kwenye usanii wa kike. Ni msanii yupi wa kike ambaye unakubali kabisa kazi zake na unapanga itokee siku moja ufanye naye kazi hapa ndani ya mji wa Baraka? Hapa Baraka, yani msanii wa kike mwenye nilikuwa na zaniaga naweza fanya naye kazi. Alikuwa kama ule dem fulani hivi, kama walikuwa muita kama Fati. Yes. Lakini na kama siku nyingi hivi simuone, tangu nitoa Karemi na kuja hapa hivi sijamuona, yani na kama miaka 2 hivi simuoni. Labda tuzungumze kwa upande wa management. Hivi kwa upande wako wewe unafikiria nini ambacho kinatuma wasanii wa hapa mjini Baraka wasisonge mbele? Mimi nasema mara mingi brother, kitu kinatuma leo muziki wa Baraka isonge mbele ni watu walianza muziki hapa Baraka. Njoo warebisha muziki hapa Baraka. Sababu walijifanya simple sana kwanza. Na wakajionesha na wakajifanya watu moja kama hawakujua ustaa kama ni nini. Unakuta msanii sometimes yuko mgeto, anakunywa kama pombe asili tu na mashabiki. Ni vitu vingine havikuaje. Yani hivi unaweza kututajia huyo msanii ambaye anaweza kawa ni chanzo cha kuharibu muziki wa hapa ndani ya mji wa Baraka? Hapana brothers, unajua ukiongelea jina la mtu safu inakuwa kitu kingine kigemo. Yani itakuwa beef, yani beef nyingine ya kiajabu, ila ukweli wajulikana. Yani hawasema hata mtoto wa kila asikilia hata sokoni. Yani wakubwa wanashajua hiyo neno mimi nimeongea hapo. Naam, labda tuzungumzie Levo. Ni muziki ambao kwa sasa kabisa ndo tumesikia mtandaoni kabisa unasumbua kuwa muziki unaitwa Levo ndo muziki ambao utakwenda kuachia kwa siku hizi 2-3 ambazo watazamaji wetu pia mashabiki zako waendelee kabisa kutegemea na kusubiri kitu kizuri kutoka kwako. Hivi hiyo muziki ambayo umeipa title ya Levo ilitaka kuamaanisha nini kwenye sikio za watu, aidha kwenye sikio za raia? Maana tunajua msanii ni kioo cha jamii. Yes. Levo nilipenda kuonesha kwanza watu waangalie kwa Kifaransa. Sisi tunajua kusini wa Faransa. Sisi tunasema levo. Levo ni mot anglais. Yani kwa Kifaransa huko wanasema niveau. Asante sana. Sasa nilitaka kuonesha watu kwanza niveau yangu ya kazi yangu. Sababu mwiyo levo kitu unaniambia pale nakwambia sisi kuna wasanii wameharibika sababu ya pombe. Kuna wasanii wameharibika sababu ya ganja. Yani
Sasa mwio level nagusia vitu fulani na vitu vikubwa. Kuna vitu ninakwambia mziki wangu wa level nataka nifike high level. Mziki wangu wa level nataka nifike high level. Naomba tuchangie mawazo ya kuendeleza miradi muhimu. Maisha ni mipango, usiishi bila malengo. Mvinyo sio kosa, ila kiasi ndio kosa. Tunajua dawa tulewe, tuchangie mawazo, tuchangie vipato. Sio kukunywa mpaka tugombane. Samahani kwanza. Yaani ulitaka kumaanisha kuwa dawa ya kulewa ni kuchangia mawazo. Kuchangia mawazo, sio kulewa mpaka tugombane. Yaani sio kulewa mpaka tutukanane. Sio kulewa mpaka tuanze kuingiane kimaisha. Tunazongelea ule jamani hivi nini, hapana. Ila kwa kulewa tunapaswa kuchangia mawazo. Brozo. Yes. Huo muziki wako wa high level, mashabiki wa utafutie kwenye account gani labda? Account yangu tu unaandika Alidoro Zai. Naam, Alidoro Zai. Zai YouTube unanipata. Yaani mimi na YouTube na Fitmat, yani unaangalia muziki wangu na unaiuza. Naam. Labda tukuulize swali, hivi ni kipi ambacho usichokipenda wewe kwenye muziki wako? Kwenye muziki wangu? Naam. Kwenye muziki wangu kwanza kuna vitu fulani sipendagi sana zaidi. Nikifanya muziki, yani sipendaki kwanza shobo. Naam. Sipendaki shobo. Na sipendaki ile kujifanya usanii sana, kujifanya wewe kufika huko unaona mimi njoo mimi. Mimi nishafanya hivi sababu nimekielewa kitu fulani. Wasanii wengi sana wamefanya muziki tarafani yetu ya Fizi, wanakujimimi sana. Ila ukiangalia kikazi hawana kazi fulani. Ndio mimi nakwambia nina hit song mimi nimefanya hapa Haki ya Mlemavu. Hiyo ngoma inapigwa kila mwisho wa mwaka. Naam kabisa. Ila nakuta sana mbele ya watu wasanii wana discuss sana mambo ya kuongelea watu wengine, wakuongelea muziki wao ni hatari nini. Ila ukiangalia sasa ule brother anaongelea hivi muziki wake haina hata maana. Inanjuma hiyo kazi ya muziki mimi sipendaki sana muziki wa kuongea sana. Mimi mara mingi kimuziki wangu napendaka nikifanya kazi nisikie comment za watu. Alidoro, hapo ulifanya vizuri la umekosea kitu fulani. Hapo ndo utajua jinsi gani ya kusaidia. Najua jinsi na sahihisha tena kikazi yangu. Na ndio maana kazi zangu sio napatia watu wengi sana wasikie muziki wangu. Avasi atoa. Naam, basi mara moja tudondoke kwenye drip. Alidoro naona umedrip vizuri sana. Basi tunaanza kwenye kichwa chako gharama. Ni gharama gani hapa kwenye kichwa? Brother, sami gharama zangu. Naam. Za kichwa zaidi mimi sifanyi gharama. Yes. Yaani gharama mimi nafanya hapa ni gharama ya kuuza vitu kama hivi. Naam. Ila kwa kunifanya hivi, naam, ni kuna dem fulani tu anakuaga pale tu kunifanya hizo gharama. Yaani bila kwa kulipana wala nini. Yeye alisema Alidoro, yani mimi wa kusuka ni kazi yako ile ya kukusuka. Yaani bila usinilipake hata kitu. Yes. Mimi niko hapa tu wa kukusuka. Mara moja tushuke basi kwenye miwani. Naona kabisa umevalia miwani. Miwani ambayo imepoa kabisa usoni Sijui bei gani hiyo? Brother, bei kawaida tu brother wangu. Kama bei gani basi? Sasa una miwani? Sitadanganya brother. Hii miwani kuna brother fulani alikupa kama zawadi. Alinipa kama zawadi. Asante sana. Shabiki aiza mtu gani? Yaani huyu sio shabiki, kwanza ni mtu wa serikali. Naam. Anatumika kwa ndugu zetu wazalendo. Ndo alikupea. Yaani jamaa ananipendaka sana, afu tena ni mkubwa huko juu. Asante sana. Mara moja tushuke kwenye koti ambayo umevaa hapo. Sijui ni bei gani maana. Yaani ni koti moja kali sana. Ndio, sitadanganya na sitasema uongo. Unajua wanasema wasanii ndio watu wanapandisha bei. Kitu ki 2000 unasikia 40 hapana. Hii koti yangu mimi niliuza $30. Na niuza $30. Jua sikuuza kama mafrajo, niliuza kama niveau ya Goma. Hii koti sikuuzia ngambo niveau ya huko. Yes. Mara moja tushuke huko chini, naona umevalia buti la gharama kabisa. Bwana cameraman, chonga ili buti hapa lionekane huko kwa chini bwana. Buti kubwa sana utafikiri askari. Bwana bei gani hapo? Bwana hii buti brother. Bwana buti brother sitadanganya walai. Yes, bei gani hapo? Management.
Management yani kuna mzee wangu fulani ananisupport hapa kikazi, wanamuita mzee Shimita. Hii buti alisema itosha Burundi. Na alisema sasa aliuza au $85. Yani sijui sasa, unajua mimi sikukuepo. Yani ni kinamuona management wako ndo amekuletea kazi hii. Mimi ni Alexander Jimel, wengi wanapendelea sana kuniita kwa jina la Baba Shadu. Wanakuambia kila siku kilichokuwa na mwanzo ni lazima kiwe na mwisho wake. Nilikuwa naye Alidor na nimemaliza naye. Basi unaweza ukawala Alidor amesema eti atawachia kapela ndo. Bana achia mashabiki. Yani tike washiwa ndesa ine. Lola wanentema washiwa ya kasele. Oh baby. Yani tike washiwa ndesa ine. Ta ele longe shikein atosukulu ntia shikein wane matio ibe washikaine kabisa obe wayao omoto ile busuku ni mobembelesha obe ni molo chalavyo tangalo molo chine mapresha ine nobeti luwe sandrine wanjaka ine machi wanjaka ine cheroto mboga machi wale ine. Bana wanakwambia huyu ni Hali Don. Bana Never Die Young of City Connection. Bana kama wewe ni mbembe utabonyeza alama ya kengele kabisa ili uwe wa kwanza, na usisahau kucomment hapo. Alidoro amekwenda kuimbia mapenzi. Kama wewe ni mbembe na unapenda sana mapenzi na unapendwa kama wanavyopendwa wengine, basi usisahau kulike, kushare na kucomment hii video ili upate vigagamizi dondoo kutoka kwenye makala yetu ya Sauti ya Msanii. Asante.